Mtazamaji, hii ni shule ya sekondari Ikungigazi, shule ambayo imeweza kufanya vyema na imefanya vizuri kwenye matokeo ya kidato cha 4. Leo hii wameweza kupongezana walimu katika shule hii, lakini pia wameweza kuwaaga walimu wawili ambao walikuwa ni miongoni mwa wafanikishaji katika matokeo haya. Timu nzima kwa ujumla wamepongezana kwa siku ya leo hii tarehe 16 mwezi wa pili mwaka 2026 kwa matokeo mazuri ambayo wameweza kuyapata mwaka huu. Lakini pia wamewapongeza hao walimu, mwalimu mkuu aliyekuwa mwalimu mkuu wa shule hii, Mwalimu Kayago ambaye amehamishiwa katika Mbogwe Sekondari. Lakini pia Mwalimu Felician ambaye alikuwa ni mwalimu wa taaluma wa shule hii ya Ikungigazi Sekondari, naye amehamishiwa kwenye shule mpya, shule iliyopo kijiji cha Ikungigazi, kata ya Ikungigazi, wilaya ya Mbogwe, shule ya Mwibuki Secondary School. Haya ni mheshimiwa diwani, huyu ni mheshimiwa diwani ndiye aliyekuwa mgeni rasmi hafla hii, lakini mheshimiwa diwani aliweza pia kutoa ahadi yake aliyokuwa ameahidi kwenye ziara yake, ambapo aliweza kutoa bati 10. Tuendelee kufuatilia chaneli yetu hii ya Buyazi TV. Shuhudia mambo mengi aliyozungumza mgeni rasmi kwenye hotuba yake. Asante. Ikungigazi oye! Oye! Ndugu mwenyekiti wa shule hii, mratibu wa elimu, mwalimu mkuu wa Ikungigazi, mwalimu mkuu shule ya sekondari Mwibuki, mwenyekiti upande wa wazazi, lakini mwalimu mkuu tuseme uliyetukimbia nifanye michoro yako huko, ukaona hapa watu yani wengi sana mtaaluma wetu, itifaki imezingatiwa, lakini natambua uwepo wa katibu wetu wa chama kata, natambua uwepo wa afisa maendeleo kata, tambua uwepo wa wachungaji, tambua uwepo wa wazazi, lakini pia tambue uwepo wa walimu kwa maana ya timu nzima ya shule hii. Asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Mlimu hala sana bwana. Hala sana. Afisa maendeleo Mwabuku. Asante sana. Mwenyekiti, kwanza nimshukuru Mungu wa rehema aliyetufikisha hapa tukiwa salama. Ilikuwa sijui siku gani ili tukio lingefanyika, lakini Mungu haikuwa hivyo, ikasogezwa mbele. Na Mungu tena alitulinda kwa siku 2-3 hizi, tumekutana tena tukiwa wazima. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru sana Bwana, maana yeye ndiye aliyetupa uhai, tunapumua bure, maana wapo wengine wamelala kitandani hawajaweza hata kutoka. Kwa hiyo namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Nianze tu kwa kuongeza, hapa kuna matukio mawili. Kwanza ufaulu wa shule, lakini tena kuja kuwaaga rasmi ndugu zetu ambao tulikuwa nao kwenye timu moja. Maelezo mengi yamezungumzwa mazuri, funguliwa na mwenyekiti wetu wa wazazi, mchungaji mmoja ameongea maneno mazuri sana, yaani mpaka mimi nilikuwa najisikia moyoni kwamba tunaye kiongozi upande wa wazazi aliye sawa sawa, ametuwakilisha vizuri.
lakini ametoka yeye, ameingia tena msemaji mwingine, na yeye aliendelea kunifariji kwamba hata mimi mgeni rasmi nilikuwa najifikiria kwamba hivi ukifika muda wangu wa kuongea nitazungumza nini. Sasa timu imemaliza kuongea, nikasema wameshamaliza kazi, kwa sababu ni neno moja tu kwamba tunakushukuru sana Bwana Kayago, mpaka sasa hivi ulipotufikisha umetuweka kwenye mstari mzuri, asante sana. Ndio. Lakini pia mwalimu wa taaluma, umetoka hapo wewe umehamia Mwibuki pale, na umesema wewe mwenyewe yani sawa sawa na kiula siji kumfanyia, wanakusogeza sasa, wanakupeleka karibu na kwako, kitu ambacho zamani ulijaribu ukaambiwa maneno mawili uchague moja, lakini leo ni laini tu, yani umefika kwako karibu. Na yenyewe tuseme nini sisi? Jambo la kusema kwetu, asanteni sana, asante sana bwana taaluma, na tukutakie kila laheri uendako. Ndio hilo tu, kwa moyo wa dhati, kwa moyo wa ukunjufu kabisa. Mimi nawaita nyie ni wapiganaji mliotutoa mbali, ni wapiganaji wazuri, lakini kila hata kwenye timu kiona timu inaongozwa na wachezaji inapata matokeo mazuri, maana yake timu moja huwa zinaangalia wale wachezaji kuwanunua watoke pale. Nchi zote, timu zote huwa zinaangalia kwamba ili hii timu yetu iwe kama timu fulani, tuwanunue wachezaji au tumnunue kocha. Wanafanya hivyo duniani kote. Kwao na hawa pengine wameona wale wenzetu kwamba hawa tukiwatoa hapo watakuwa wamezofika. Lakini nataka kuwahakikishia mnakoenda mwende salama tu, timu iko vizuri. Na sisi tunawauza kwa moyo mmoja. Timu iko vizuri. Kwa yale mlio tutengenezea, timu iliyoachwa itajifunza. Imejifunza vya kutosha. Hatujawakosea, tumeuziana kwa faida. Yaani unapoenda unaenda kwa faida, unapotoka umeacha faida. Maana yake mimi naamini hakuna kitu ambacho kitakachoharibika. Kwa hiyo niwashukuru sana watumishi wangu kwamba muende salama, muende hapo. Lakini kingine, mimi ninacho kimoja cha kukumbusha, uwe na moyo wa hivyo. Lakini kingine, tunapokuwa hivi kwa mfumo na maelezo ambayo nimesikia, mpaka shule hii inaonekana leo kuwa miaka 4 mfululizo iko juu, maana yake kuna kitu cha kwanza, upendo, ushirikiano, amani kiko pale kwenye ile timu. Yaani hayo yote ukiyatoa kukapita, yani wao ambao mnomoge ke manini haya mama doberendo vikiingia tu vile ni virusi, hamtafika. Lakini wewe watu wako walioko chini yako uliwajenga vizuri sana. Kwa hiyo nakushukuru sana. Changamoto nimezikuta hazikosi, kama alivyosema mwalimu hapa. Kuna waba wajiko pale. Kwa hivyo kwa kutoa motisha, tulipoongea mwenyekiti hapa alisema kwamba nitoe mfuko wa angalau walimu wao wanapata chai. Lakini alipokuja mwalimu na yeye akasema kwamba kuna changamoto ya jiko pale.
nikawauliza maswali, nilete mifuko 2 ya mandazi au tumalize tatizo la jikoni. Angalau walimu wote walinisupport kwamba tumalize tatizo la jikoni. Kwa hiyo wazazi mlioko hapa na viongozi wa serikali na chama, tulitoa bati 10 kwa ajili ya kujengwa jiko, bati za 10 ambazo hizo bati asubuhi leo zimefika hapa, zimefuatwa na wanafunzi, na tukitoka tu hapa tukimaliza hivi angalau tukapige picha na serikali na chama changu kijue kwamba huyu jamaa anafanya kazi, yuko kazi. Kwa hiyo tuseme umeacha msingi mzuri. Mwalimu aliyemwacha huyu nilimwambia ile juzi, nikamwambia hivi, unao mtihani mkubwa. Yaani wewe ulivyo ni kama na mimi tu. Na mimi ni mgeni. Diwani aliyetoka madarakani ameniachia mimi, na wewe mwalimu aliyetoka hapa, wewe umekuja, halafu mwakani au miaka 5 ya kwangu, yani Ikungigazi isomeke kwenye 10 haipo, kwenye 20 haipo. Sasa huyu diwani ameingia mpaka na matokeo yameshuka hivi kwenye shule. Ana mwalimu ni hivyo hivyo. Mwaka huu tunaenda kumaliza, unaporomoka mpaka wa 20. Kuna nini hapo? Unaofuata kama wachezaji wanavyosema, tumpe muda, bado hajazoea, yawezekana baridi. Unaofuata wa 30. Na wewe una mtihani kama mimi. Tulikuwa tunaongea hivyo juzi. Lakini nilimtia moyo kwamba hii timu bado ipo ile ile. Yaani mifumo ni ile ile. Shida labda ubadilishe mfumo. Mwisho wa siku ile timu ione, mimi niende nikauzwe, nikanunuliwe na timu nyingine. Huu mfumo umekuwa ni tofauti mno. Lakini kama utakaa na hii timu, jamani, hasa ilikuwa ni nini? Ni 1 2 3. Maana kila kitu hakitakuwa cha mwalimu mkuu. Kuna wasaidizi wake, msaidizi, yani mfumo wote kama ulivyokuwa zamani. Kwa hiyo lazima wataulizana. Kamwambia mwenzangu, tupambane ili mradi huyu aliyeondoka, yani wazazi wasije wakajuta kuja wewe. Wazazi yanafika matokeo wanafurahia kwamba yani yule mwalimu aliondoka, kumbe alituchelewesha kushika nafasi ya kwanza kimkoa, alituchelewesha. Na yenyewe huwa iko hivyo. Kwa hiyo ni nini? Mshikamano na kuombeana. Tunao sali. Usijiombee wewe mwenyewe, muombee jirani yako. Ndivyo maandiko yanavyosema. Tukiombeana kwa maana ya Ikungigazi, muibuki pale, kwamba wamibuki pale wafanye vizuri. Ikungigazi pale waendelee kufanya vizuri. Wewe unatuombea hivyo. Sio tena kutuombea kwamba wadidimie. Mimi nisonge mbele. Majibu ya hivyo hayajibiwi. Mungu hayupo. Waombee kwanza wenzako, halafu na wewe watakuombea wengine. Yawezekana wengine wanaokuombea sisi hatuwajui. Ila sisi tuombee. Shule yetu ifanyeje? Iendelee kuwa na matokeo mazuri. Kwa kweli kwa temu hii hatuna cha kukupa. Na laiti tungelikuwa na cha kukupa, tungekupa. Ila hatuna. Ila tulicho nacho, uwe na afya njema na uendelee kusonga mbele. Ngwe hii tuifunge, lakini mashirikiano yawepo kwa mbinu zote. Amina, amina, amina sana. Asante sana ndugu mgeni rasmi. Hotuba